تهديه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشكر الله سبحانه وتعالى مولا mkarimu mwingi wa rehema, yeye ambaye tunamwabudu, tunamuhimidi, tunamtegemea, tunamtaka msaada, tunamtaka msamaha, na kwake Mola wetu tujilinda na maovu ya nafsi zetu na matendo yetu. Aliongozwa naye kwa kuwa yeye ndiye muweza, hakuna yeyote katika viumbe awezaye kumpotosha, na yeyote katika viumbe atakayechagua mwenyewe kukiuka, kuacha sheria zake Mola kwa maksudi, naye Mola akamuacha katika upotovu wake, hakuna kiumbe yote anaweza kumuokoa na kumuongoza. Ndugu zangu Waislamu, tutafaulu hapa duniani na kesho akhera kama tutakuwa Waislamu wa kweli, tukafuata sheria zake Mungu ipasavyo na tukaacha alichotukataza. Kifo kikatudiriki tuko katika hiyo hali, hapo ndio tunakuwa tumemaliza vizuri. Allah atupe sote mwisho uliokuwa mwema. Ndugu zangu, nakuhusieni usia mfupi. Tuko katika zama za fitna, ulimwengu wa mwisho. Alisema Mtume Muhammad miaka hiyo kabla ya miaka 1400 kwenye karne ya kwanza, Mtume alisimama mbele ya maswahaba akatangaza. Mtume akasema, bu'ithtu ana wasaa kahataini. Mtume anawaambia maswahaba na Waislamu, bu'ithtu, nimetumwa na Mungu kuwa mtume kweli, mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasaa, na kiyama, ubuhurisi, nimetumwa mimi kuwa mtume na kiyama tumeambatana hivi. Akaonyesha kwa vidole hivi. Kwa maana nyingine, kama huyu ndio mtume na hiki ndio kiyama, ili kiyama kitufikie kabebaki hapa. Haya maneno ameyasema kabla ya miaka 1400, yani karne 10 na ngapi? 14. Akaonyesha hivi, yani roho baki hapa hivi. Baada ya karne 14 mnazali kabebaki kisida, yani pengine tuko. Na ndio maana alamatu saa, dalili za kiyama alizofunza Mtume Muhammad, ambazo ziko aina hizi mbili, ziko kubwa kubwa, alamatu saati kubra, kubwa kubwa, wa alamati saati sughra, na alama za kiyama, dalili kwamba kiyama kinakaribia, ziko ndogo ndogo. Zile ndogo ndogo zote alizotaja Mtume, hakuna hata moja haijatokea, zote zishatokea zote. Miongoni mwa hizo ndogo ndogo, Mtume alionyesha kwamba zitakuja zama watu watakuwa wamevaa ili hali wako uchi. Tunaishi tunawaona, mtu anavaa yeye kama kavaa nguo, lakini ukimwangalia na uliko nacho ya mbali. Zipo, zitakuja zama ambazo watoto hawataheshimu wazazi. Zitakuja zama, tulishazidhiriki ndani ya nchi, ndani ya nchi yetu tulishazidhiriki. Mtume anasema sayati zaman, zitakuja zama la yadri alqatil limadha qatala wala almaqtul limadha qutila. Mtume alisema kabla ya miaka 1400 zitakuja zama mtu atakuwa anamuua mwingine. Huyu mwenye kuua hajui kwa nini ameua, anakutana tu na mtu anakula umuwa jiji kwa ikiwa ameishi ana majibu, je na hapo yuko gusa. Sasa yule muua alikukosea nini? Bwana mimi nimeshauri toleke nini? Na yule aliyeuawa, kama Allah angempa uhai akamuuliza wewe ndio kuuia nini, na yeye sema sijui. Nadhani hizi zama tumeshazipita ndani ya nchi. Mtu anakufa tu kwa bali perdide, inampitua anakufa. Dhambi yake iko wapi? Mtu anakufa kwa sababu ya kabila lake, mtu anakufa kwa sababu ya mali yake, mtu anakufa kwa sababu kutana tu na ajali barabarani anakufa.
Kwa sababu hizo sana Mtume aliyasema hayo. Kwa hiyo katika zile alama ndogo ndogo zote zitatokea, ama alama kubwa kubwa nyingi, maudhamu hadhara nyingi zilishatokea, chache miongoni mwa hizo kubwa kubwa ndio zitatokea. Katika zile ambazo bado ni nuzulu ya Isa ibn Maryam, ujio tena wa Isa, lazima atakuja kama jinsi dini ilivyotufunza, lazima naye aje, ni binadamu, lazima ashuke ili naye aje afe, azikwe hapo. Hilo bado. La pili, Mtume akasema tuluu shamsi min maghribiha, siku ambayo mtaamka asubuhi alafu jua linachomozea kule ambapo linazamiaga. Kwa Burundi mathalan, jua linachomozea mashariki, sio hivyo? Linazama hapa milima ya Kongo. Siku mtaamka mkiona jua linachomoza pale, usingoje hata kusali wala kusoma Qur'an wala kufanya dhikri. Mlango wa thawabu na dhambi unakuwa umefungwa, biashara imekwisha. Yaani hayo kitokea tu wewe basi wako umekwisha. Hiyo bado, hilo litatokea. Na kuna khilafu yale ambayo yalishatokea bado, miongoni mwa mambo makubwa, annar, moto. Mtume alisema katika dalili kubwa za kiyama utatokea moto ambao utateketeza kila kitu. Watu kwenye watakuwa wanakimbilia na ndio moto utakuwa huko. Kuna baadhi ya maulama wanasema ndio moto ambao unatokea sana katika nchi ya Marekani na nchi zile za kontina Amerika kule, kuna nyakati moto unatokea bila sababu. Na kuna wengine wanasema bado ule alikusudia Mtume bado. Na miongoni mwa zile bado ni khuruji ya Ajuj wa Majuj, ambao na wenyewe watakuja watateketeza kila kinachoitwa maji, watateketeza. Kikubwa ni nini? Na kuhusieni bila kusahau nafsi yangu. Na kwanza, omba sana dua katika dua zako, Allah asikubakizi mpaka huyo wakati. Maana kuna watu hawataki kufa, lakini la ajabu wanataka pepo. Wanataka pepo, Mungu mjalie wa peponi, lakini hataki kufa. Na haiwezekani uende peponi bila kufa. Hiyo pepo utaipata. Kwa nini usifiki na huyo wakati? Mtume Muhammad kwenye hadithi alisema la taqumu saa illa ala shirari lkhalqi, kiyama hakitotokea isipokuwa kwenye mgongo wa ardhi kuna watu wachafu. Kwa hiyo kikitokea huko hai, wewe ni mchafu. Kwenye riwaya nyingine tunasema wa fihim taqumu saa, watakapokuwa watu wachafu ndio wamebaki kwenye ulimwengu, ndio kiyama kitafika. Kwa nini ndugu zangu Waislamu? Kwa sababu huruma wa Allah umevuka mipaka. Allah ni arhamur rahimin, yaani huruma wake hauna kifani, umevuka mipaka. Sasa kutokana na ule huruma wake umevuka mipaka, Allah ataenda anawatoa waja wake wacha Mungu mmoja baada ya mwingine, ili wasikutani na misukosuko ya kiyama. Kwa sababu Allah anajua wacha Mungu kati yetu na kina nani, atamtoa mmoja baada ya mwingine, mmoja. Kwa sababu anawapenda waja wake mpaka wanabakia wale wachafu, basi mjemkoja wale wanapotoa duniani, kisha kiyama kinafika. Ndio maana usioni kikafika huko hai. Yaani ukiwa hai, hiyo ni dalili tosha kwamba wewe ni mchafu. Allah atupe mwisho uliokuwa mwema. Usiangu wa pili, ndugu zangu Waislamu, shikamaneni sana na misikiti, hasa wanamume. Iko ile hadithi ambayo tumeshaisomeshana mara nyingi sana, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, zinajulikana watu wa aina saba ambao Allah atawaweka chini ya kivuli chake siku hiyo ya Kiyama, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha nani? Cha Allah. Katika hao saba Mtume akasema wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, wa rajulun, na Muislamu ambaye sana mara nyingi utamkuta msikitini. Yaani hata kama si wakati wa sana, akishamaliza kazi zake unamkuta ndugu zake msikitini, hata akitaka kupumzika msikitini, kwa sababu msikitini ni nyumba ya nani? Ya Allah. Wa anna almasajida liman. Jitahidi uwe mgeni wa Mungu, penda sana msikiti.
Ukipenda sana msikiti, siku ya Kiyama utakutetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, msikiti huu umeeleza masharti au bado unajengwa, ni msikiti, ni nyumba ya Mungu. Mjitahidi sana, na hasa kwenye sala za jamaa. Allah tujalie tu miongoni mwa wale wakielekezwa kwenye haki wanafuata, na wakielekezwa kwenye batili wanajitenga nayo mbali. Inshallah.